tunajua kwamba kufanya muziki kunahitaji hela, kufanya muziki kuna investment. Labda kuna vitu vingine ambavyo unafanya kando and ili kuhakikisha kwamba umeingia kwenye studio na kutengeneza muziki. Yeah, sure. Mimi nafanya kazi hapo nje. Nafanya kazi hapa kule, of which siwezi sema sana, but I do work. And music. Kwa nini ni illegal? No, it's not illegal. Nafanya kazi tu. Ni kazi gani? Labda unajua kuna mtu mjengo ni kazi, right? Oh yeah, kabisa. Sure, yeah. Oh, so at some point I do mjengo. Oh, right. Yeah. Mwanaume ni kujituma. I'm really proud of you, by the way. Kama unafuatilia ndoto yako kwa kufanya 1 2 3. Unajua kwa sababu kuna vijana wengi ambao wamejiingiza kwa vitu ambavyo havifai. So far unaweza sema nini kuhusiana na muziki? What can you say about music? Okay, music. By the way, music is very expensive. Mtu asione tu kwamba you've come up with a song, umeenda kwa studio, umerecord, umeimba audio, umetoa video. That thing is very expensive actually. So it should not be taken for granted. Na ukipata mtu ameamua na amefanya muziki, actually it's a long journey. That's why. And music is like doing some kind of business, if I'm not wrong. You see, music, it needs the fan base. Unaona? True. It's like biashara kama una customer, you don't have the clients. Utakaa na bidhaa zako. You have no business. Okay, so it's like music. We just need that fan base, We need the support. Watu pale nje, upate ile fan base, unapata wase, they like your music, they use your music here and there. Yeah, that's what we want, because actually we spend a lot of money in music. Recording a song is not a joke, especially when you are an upcoming artist. You find a very big challenge. Of course, kwenye muziki kuna changamoto na kuna vitu ambazo zina kumotivate despite kufanya ule muziki despite the changamoto. First nataka kujua changamoto ni gani, na apart from these changamotos ama these challenges ambazo una face kwenye muziki, what motivates you to keep doing it? Changamoto ya muziki haswa, especially ukianza music, you reach a point of feeling like you ask yourself, will I really make in this? Unaweza toa ngoma ikae wase waje kujua unacheki. Unaweza kaa like hata miaka 2 miaka 3 na ngoma bado ya trend. And that's the biggest challenge. Na hiyo kitu ndio inafanyanga some people give up. They're like, let me do something else, because this is not working out. True. So but this is a journey. You need that persistence, patience, and consistency. Because it's not something easy. So in the process, ukitafuta fan base, and I believe like being here, this is a very big opportunity. It is. It's a very big opportunity. Na wewe mwenyewe kama Tango Boy, niulize, ni kitu gani ambacho despite everything that you're facing, labda changamoto ya hela, changamoto ya kukosa labda mashabiki hapa na pale and some stuff, ni kitu gani ambacho kinakufanya despite all this unasema kwamba I want to do this music? Haijalishi napitia nini, lakini nataka kufanya muziki. The fact is that I've seen so many musicians out there. Akina likes of Bahati, Will Paul, those people started from somewhere long ago. True. But now you can see they are glowing. That's also me. I do believe that one day I'm gonna glow, and I gonna be there like them, True. Because they are the ones who motivate me also, like if they did this, then why not me? Let me ask you one thing. Kwenye hii safari ya muziki, what do you want to achieve? Ama ni kitu gani ambacho ndoto yako kwenye muziki ni gani? Ndoto yangu kwenye muziki, you see, being a musician is a form of work. So my biggest dream, hii kijipa, it's work. It will help me, it will motivate me, it will help me in the future. Maybe when I find my shows nikue na ile I interact with people here and there. I was actually heading there. Muziki unaufanya kama biashara ama unaufanya kama hobby? Okay, without lying, we do music like a form of biashara. Because a hobby, maybe if you're doing it like a hobby, you have something that it's generating income for you. But you see, for me, I can say, though I generate income, yes, but
is not that much. Yeah. But at some point, when the music ikijipa, Yeah. you find that at least I'm somewhere. True. Ukienda unapiga show mahali. You interact, wase nini. Yeah. It's something, you know, we are anticipating. True. Yeah. Na niulize tu, what inspires you to write your music? Kwanza, first of all, ni wewe ndo unajiandikia muziki ama unaandikiwa muziki? Kama ni wewe unajiandikia, I want to know, ni kitu gani kina inspire uandishi wa muziki wako? Is it life experience? Is it some things that are going around, ama going on around you? Kuna watu wanakuambia kwamba mimi naota muziki fulani. Mimi nilikaa nikaona vision. What inspires you to write your music? Actually, first mi naandika ngoma zangu peke yangu. All right. Mi ukaa tu hivi. And also I have my producer. Mwenye ananielewa sana, you know. Yeah. Ni mtu hata nikienda kwa studio, nimwambie niko na hii idea, I can do this. He come up with the same, then we generate music. Yeah. You know, music is hard, but it's also simple. It just depends with the way you take it and the mentality. Take it. Yeah. You see, hata kuna mtu tu, you can just be like screaming, and that's music. Yeah. Na utapati ina hit. Ina hit, wase wanaibambika nayo. But kuna ule msu utaenda uandike mistari yote kitabu mzima. But at the same time is not IGP, so inafaa ukuwe na ile motisha. And for me, as I said, I do love songs. Nimeona sana mapenzi imetesa sana wase huku nje. Okay. Yeah, imetesa sana, me included, right? Nilikuwa naenda kukuuliza hiyo swali. Ushateswa na mapenzi? Kabisa. Okay, let me ask. Ni kisa kipi kimoja ambacho ulishapigwa matukio na mapenzi ukasema hii nayo siwezi sahau? Actually, you love a lady with all your heart. You plan the future of the lady. Yeah. Unamwambia kama mama, mimi yenyewe nakutaka hivi. Manze tulia na mimi hapa hivi. Yeah. Mimi nakupangia future poa. Lakini unapata most ladies nowadays, they just love you for what you are, not who you are. Or what you have. Yeah. For what you give them. Yeah. The moment maybe you stop doing one or two things, unapata hiyo love imeisha. So ushapigwa character development? Nilishapigwa hiyo mbaya sana. Hapa umefika nyumbani kwa sababu tayari kuna mwanadada ambaye anajulikana kama Miriam. Anasema uliza huyo jamaa kama ako single. Nimependa sana ngoma zake. Miriam ako hapa na ngoja jibu. Yeah, I'm single. Yeah, I'm single. I can't lie, I'm engaged. Yeah, I'm single. Because, I was heartbroken, mapenzi na yeah. That's why I sing love songs. Like that song jinsi nilivyo. So tangu ukue heartbroken haujataka tena kuingia kwenye mapenzi? You see, this is not something you just take it like for granted. Yeah. Unaweza dhani umetoka kwa hiyo shimo, unaenda kuingia for the worst one. Ala. So lazima take time. Drizi, uko na swali? Tumpe kwa connect, tumpeleke connect. Tayari Miriam ako hapa. Anauliza huyo jamaa kama ako single. Mimi sijui alikuwa anauliza kwa nia gani. Labda Miriam ameshapenda tayari, huwezi jua. Haina noma. Miriam akimaliza atakuwa anapeana mitandao yake ya kijamii, bila shaka uweze kupata. Msikilizaji, tuko naye Tango Boy in the studio, ikiwa imesalia dakika 10 ifike saa 8, na niweze tu kufungulia lines zangu za simu 0719012700. Kama uko na swali lolote kwa Tango Boy, yuko hapa moja kwa moja kuweza kujibu maswali yako msikilizaji. Kwa hivyo piga simu ya kwako, lakini before that wacha tupate yajayo. Radio Maisha 105.1 Maua Kangeta. Mimi napenda Radio Maisha. Ikoji Nkobo. Napenda Radio Maisha. Mbeere Chuka. Napenda kusikiza Radio Maisha. Meru Radio Maisha. Radio zaidi ya radio. That's why nakuanga Radio Maisha damu. Mimi ni fan wa Radio Maisha. Yajayo katika habari za sasa. Hatutababaishwa na serikali, asema Sifuna. Yajayo katika upeo wa Radio Maisha ni kwamba hatutababaishwa na serikali, asema Sifuna. Esther Kirong, saa 8 kamili na habari zaidi. Radio Maisha 105.1 Mombasa, tuko mbele pamoja.